Vilabu 8 vimetoa magoli 50. Magoli yote yaliyofunga Yanga ni 58 katika mechi hizi. Magoli 8 tu ndo kafunga vilabu vingine. Vilabu vyake kafunga magoli 50. Wewe unasemaje kama hakuna kupanga matokeo? Unasemaje kama hakuna kupanga matokeo? Wanakwenda kule Kigoma saa 8 wanakaa kikao, wanakula chakula, wanaboresha mkataba, saa 10 wanaingia uwanjani. Hebu niambie mandhari yake ni nini? Hivi Yanga kweli atakosa matokeo? Saa 8 ameingia mkataba, wamekula chakula pamoja. Atakosaje matokeo? Hivi ukigeuka upande mwingine ukisema hii ndio ile inayokatazwa na FIFA, unasemaje? Nyinyi mnajua juzi Mexico ile timu ya Leon ile imeondolewa katika mashindano kwa sababu Leon mdhamini wake na Chelsea ni mmoja, tena tofauti mabara. Hivi unasemaje hapa Tanzania? GSM anayeimiliki Yanga anadhamini tena vilabu 8 ya ligi moja. Bado hapo kuna timu ya Antoni Mavunde. Bado hapo kuna bwana Mwigulu Nchemba na timu yake ya Singida. Alafu rejea kidogo, na wala nyinyi hamsemi huyu bwana alivyoiona ihefu inamsumbua, wakatafuta utaratibu, wakaifanya imenunuliwa kimazabe wakati si sahihi, ili ionekane yani ile ihefu isiwasumbue tena, na watu wakitaka wadhaminiwe basi waisumbue Yanga. GSM ataingia kwenda kuidhamini. Hivi utamaduni huu tunakwenda wapi? Hebu angalieni. Mimi natoa tena mfano. Nigeria Enyimba alikuwa na mchezo huu. Nigeria Enyimba alikuwa na mchezo huu. Akaviua vilabu vyote maarufu na vikubwa nchini Nigeria. Ikiwemo kina Inugu, sijui kina nani, kina Asofo, watu ile ya Ghana. Unanielewa? Vilabu vikafa. Yule mdhamini ambaye alikuwa rafiki yake Sambode Kifukwe kwa hapa Tanzania, alikuwa rafiki yake wa karibu sana. Walikutana South Africa huko, wakafanya joint venture, wakafanya mambo yao, ikawa Enyimba ikija hapa kucheza na Simba, mgeni Kifukwe ndio mwenyeji wa Enyimba. Alipokosa nguvu yule mheshimiwa, klabu ya ligi ya Nigeria imekufa. Sisi tukikaa tukiziona vitimu kama hivi kina Rivers United vinakuja, tukimuona mchezaji tunafikiri mchezaji, msajili hapa uone. Takataka tupu. Na believe me or not, ligi lazima ita deteriorate because of what? Huwezi kuwa na chief sponsor mmoja kwenye vilabu 10. It cannot be possible. Haiwezekani. Lakini nyinyi mnafurahia. Hivi nyinyi mtakwenda wapi? Na ligi ikiwa kubwa nyinyi ndio mnapata soko. Nyinyi mtakwenda wapi? Matokeo yake mtarudi kwetu sisi. Si wakati umeisha shehe. Kwa hiyo mimi kwanza mwisho namalizia kwa kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano kwa juhudi zake katika michezo. Japokuwa hii klabu inayojiita kubwa inajitahidi kuvuruga michezo. Mimi nasema mechi ipangwe, mechi ichezwe kwa mujibu wa taratibu. Na huu ni uoga. Hawajaona wapi watapitia. Inaelekea hawawezi kucheza mechi, lazima wawe na vichochoro. Kama wamekosa vichochoro vya kama kina Inonga vile na ndugu zetu wengine, hawa mabwana wanakuwa ni waoga. Kwa sababu gani? Hawawezi kucheza mechi intensively. Lazima kuwe na ujanja, ndio haya yanayotokea. Hivyo wewe ulisikia wapi? Si mwaka jana wameairisha mechi. Wao wameondoka saa 12. Simba wameingia pale. Sawa? Wakaguzi wapo. Marefari wapo. Wamefanya formalities zote wamemaliza. Ulisikia Simba kadai point 3? Nauliza, mlisikia Simba kadai point 3? Kwa nini asidai wakati formalities zote zimefanyika? Na mimi ningekuwa kiongozi na nafasi katika nchi, yule manager yule ningemfukuza redioni. Kama hapa nilipokaa hapa ndio ningemfukuza. Haiwezekani. Hivi kanuni inaandikiwa barua? Nyinyi mlisikia kanuni inaandikiwa barua? Manager anasemaje eti aandikiwe barua apewe taarifa? Inatoka wapi? Wakati kanuni iko wazi. Nani kamwambia afunge mlango? Manake kuna mtu mwenye mamlaka makubwa, lakini huyu hajali familia yake. Kwa sababu kazi yake ndio inayoendesha familia. Anajali matakwa
na mapenzi na kuelekezwa na watu ambao hawana uweledi wa kiuongozi ambao ni Yanga. Inakuwaje? Haya, turudi pale. Simba hakupewa taarifa. Bodi ya TFF imeahirisha mechi. Taarifa zimepewa vilabu vyote muda wote ule, lakini kabla ya muda wa mchezo wamepewa taarifa. Hebu niulizieni yule meneja, nani alimpa taarifa sasa wafungulie Yanga wakafanye taratibu za mchezo? Hivi kweli na kuingia akilini vijana? Sasa yule ni mtu ambaye anatuvurugia amani, na yule ni mmoja kati ya watu waliopelekea Karia na kundi lake la uongozi watukanwe sana. Kina Mguto wamefika mahali hawajui la kusema. Sio kwamba hawajui la kusema, wanalazimika kubabaika kwa sababu wanawaogopa Yanga, na sio wanakwenda kiuweledi. Niachie hapa.